wa ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya Yanga dhidi ya FAR Rabat. Saa 4 kamili za usiku, saa zitaongea mpaka itakapofika majira ya saa 6. Tutajua mbivu ni ipi na mbichi ni ipi. Tutaiona Young Africans kufuzu hatua ya robo finali. Kwanza mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema kujalia baraka tele kufika mpaka siku ya leo. Kesho kweli tuna mechi saa 4 usiku kati ya Yanga na FAR Rabat. Tiketi ya Yanga Afrika kwenda hatua ya robo finali anayo FAR Rabat mkononi. Tiketi ya Yanga Afrika kwenda robo finali anayo FAR Rabat mkononi. Sio Yanga. Na tiketi ya FAR Rabat kwenda robo finali anayo Yanga mkononi. Asilimia 99 barani Afrika watu wote watakuwa wanaiangalia mechi hiyo. Sio mechi ya saa 1. Mechi ya saa 1 kama wewe unataka upoteze usingizi wako usipokuwa na sababu kaangalie. Wani saa 1 wanagombea nini? Heshima. Kwa hiyo wenzetu wanagombea heshima, sisi tunagombea kufuzu. Ndio kuna utofauti hapo. Sisi tunawaomba Watanzania wale wasusuani wapenda mpira pamoja na mashabiki wapinzani wetu, kesho saa 4 usiku wakae kwenye TV, kwa sababu Yanga Afrika inacheza vizuri zaidi ugenini kuliko nyumbani, na sisi tunavyojiita kiboko ya Waarabu sio kama tunajigiagia tu ili jina, kwa sababu ili jina huwezi kujigiagia. Ili jina unapata huku na vitendo unavyovifanya. Kwa hiyo sisi itakuwa sio story kwenda kushinda Morocco, ni swala la kawaida kabisa kwenda kushinda Morocco sisi. Kwani itakuwa mara ya kwanza kwenda kushinda ziko Waarabu? Tushafanya Tunisia, tulishinda. Tulishafanya na Osma finali. Waarabu wamejaa kule, wanapiga fataki, sisi tukamuua Mwarabu pale pale kwake, akapewa kombe kwa kanuni hii. Si ushaelewa? Kwa hiyo hii mechi ndio itakuwa vizuri zaidi kwa sisi, kwa sababu watacheza bila mashabiki. Tunaona kama tupo ni amani. Hii mechi ndio mzuri zaidi kuliko hata ya Osma, kwa sababu hii sisi tutakuwa tunacheza bila mashabiki kama tupo nyumbani. Kwa hiyo sisi tunawaomba mashabiki wa timu pinzani wakae waangalie watu wanachezaje mpira, karata zinachapishwaje kwenda hatua inayofuata. Karata inachapishwaje? Shehe wangu, labda nikuambieni, labda Mwenyezi Mungu abadilishe usiku, siku ya Jumamosi kesho uwe mchana. Nakwambia kesho labda abadilishe usiku ule uwe mchana, labda FAR Rabat atashinda. Kwa nini unasema hivyo? Kwa maana nia tunayo ya kushinda, sababu ya kushinda tunayo, uwezo wa kumfunga FAR Rabat tunao, viongozi shupavu wenye uweledi wenye akili kuliko viongozi wote hapa kwenye vilabu vya mpira Tanzania tunao. Tunakosaje kumfunga FAR Rabat nyumbani kwake? Shehe wangu, sisi hapa tulipo tayari tushacheza mechi 2 ugenini. Tumefungwa 1, tumesuluhu 1. Na aliyotufunga hajatufunga timu mlenda. Si hatujafungwa na timu mlenda. Tumefungwa na timu namba 1 barani Afrika. Timu iliyochukua vikombe mara nyingi barani Afrika. National Rally ndio peke yake aliyotufunga sisi kwenye kundi. Ndio mechi hiyo peke yake tulopoteza sisi kwenye kundi. Kama tunaenda kucheza mpira wetu tuliocheza na National Rally Misri, kama tunaenda kucheza mpira wetu tuliocheza na National Rally ni Amani, zimepungua goli 2. Zimepungua goli 2. FAR Rabat sisi tumemwangalia alivyocheza na Mwarabu mwenzake, sisi tulikaa Zanzibar kwenye TV kumwangalia, na kama atacheza FAR Rabat kama mechi iliyopita, mapema tu mapumziko tumemaliza mechi. Mapema tu mapumziko tumemaliza mechi. Diara amekuwa na makosa tofauti, lakini tunavyoongea hivi mtachukua kama tunaongea si masiala. Sisi hatuchekeshi na wala sisi hatuweti ubisho kama wengine. Sisi tunajua timu iliyobaki Tanzania, Watanzania wote wanaiamini kwa asilimia 99 iliyobaki ni Yanga peke yake. Nimekuambiaje? Watanzania wote, awe Simba, awe Azamu, sijui awe Singida, awe nani, wote matumaini yao yapo kwa Yanga Afrika peke yake. Kwani kwa Azamu waende? Yanga haimuombei mtu fulani afungwe. Yanga yeye anacheza mechi zake aende.
Sasa unaambia kwa nini Azamu hana kishinda inabidi mtu mwingine afungwe? Sasa unaweza kuwa na timu hiyo tia maji. Yaani wewe ucheze mechi yako, umuombe mwingine afungwe. Si level hiyo tushapita. Si level hiyo hatupo. Sisi tunaenda kucheza wenyewe. Kama tukifungwa tumetoka wenyewe, kama tukishinda tumeenda wenyewe. Si atumuombei nani afungwe, sijui nani ashinda. Sisi hatuna hesabu ya vidole. Labda vidole vyetu tuhesabu vitanyooka. Hatuna hesabu ya vidole. Sisi tunaenda kuonesha Afrika kuwa Yanga ina quality kubwa ya wachezaji kuliko timu yote Tanzania. Lakini wao hawajakata tamaa majirani zenu. Nani? Majirani zenu. Tamaa nini? Ya kutokufuzu. Bado anaona na nafasi ya kufuzu. Kufuzu? Hizo hesabu unapigaje? Si mbili mechi mbili. Simba kilichobakia sasa hivi sio kufuzu tena. Kilichobakia huyu Mangungu aondoke, huyu Muhindi aondoke. Ndio Simba afani yao ilobaki, sio mpira tena. Ukisema mpira utataja Yanga. Ukizungumza watu kuzalilishana Simba. Mbona kirahisi? Na mimi natoa onyo kwa mashabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga. Hii natoa onyo bila kupepesa macho. Mimi nikimsikia mtu kamkejeli GSM nampiga gumi la kolomelo. Ajili asiguswe. Nakwambia hayo maneno huko, huo ukichao ufanye huko upande wa pili. Huku kwetu sisi tushasota ujue. Sisi tushatembeza bakuli. Akitokea muuni. Akisema sije GSM nini? Sisi tunakula la, tunakula biliani siku ya Ijumaa kama leo. Hapo uje kutuzingua tunakupiga gumi la kolomelo. Hapo tuende jela. Kwani nyinyi mnaona majirani zenu wanachokifanya? Sio unaona, ujue kuna vitu nilikuwa nakwambieni kila siku. Sasa hivi kidogo ndo wanapata akili kunielewa. Wakazi wa hapa tunaokaa kila siku hapa walikuwa wananielewa mimi ninachozungumza. Kila siku mimi nilikuwa nazungumza. Muhindi hawezi kuongoza timu. Walikuwa wanielewi. Hapa Simba Muhindi wanamuita tajiri. Waarabu Muhindi mfanyakazi wa ndani. Anaosha vyombo. Nyinyi mnampaje kuwa tajiri? Naona sasa hivi akili zinawarudia. Wanaanza kunielewa. Sasa hilo anachowashangaa kitu kimoja. Wanamwambia Muhindi aondoke. Wani Muhindi alipokuja aliwaambia anakuja. Baadaye atoi pesa. Sio atoi pesa, wale waliokaa asubuhi wote wana njaa. Wale waliokaa jioni wote wana njaa. Sasa hapo tumuelewe nani maana kumekuwa kuna mpasuko mkubwa. Wangu hakuna kitu kibaya nyinyi waandishi na kuambieni kama njaa. Kuna watu wana njaa tena. Hauwezi kwenda kurubuniwa kwa 30,000. Hani kuna mtu kaacha kuuza kachori. Kuna mtu kaacha kutembeza kalenda. Watu walikuwa wanatembea jua kali na kalenda. Kuna watu walikuwa wanauza kachori. Sasa hivi wametoka na kuambia Mangungu endelee. Haki ya Mungu. Hakuna kitu kibaya kwenye maisha kama njaa. Huyo alikuwa anauza kachori nani huyo? Wangu, sisi tunavyoongea hivi. Kachori nani huyo? Kuna watu wanatuamini 99%. Sawa. Kuna watu unajua ukishaongea akiongea na Solo Yanga au akiongea mtu fulani maana shabiki wako anajua kabisa wewe ndio msimamo wako na yeye anaweka msimamo wake. Sasa ukiwa wewe sigara kali huku unawashwa watu hawezi kukuelewa. Kwa sababu wale waliokaa asubuhi miaka miwili nyuma wanamponda Mangungu. Hafai. Lakini baada ya kujua kwa undani ndio anasema. Kujua 30,000. Kumbe ni pesa ndio naongea. Nje ya pesa unazosema kuna hoja ndani ya mazungumzo walitoja? Hakuna hoja. Sasa mazungumzo kwa hiyo nyuma siku zote hawajazama dipu kuangalia wameona jana. Sasa si ndio baada ya kuona shida ipo wapi? Yaani miaka miwili hawajaona. Wameona jana. Na waambie washikaji waache njaa, waache uchao wakaendelee kuuza kachori. Nani sasa anauza kachori? Na nani? Kwani wajui wanauza kachori? Nauza kalenda nyewe mwajui. Waache njaa warudi wakauze kachori na kalenda. Na wengine kama walikuwa madalali waende kurudi kazi yao udalali. Wangu kuna mtu hani wewe unakaa nyumba yako. Hani unakaa kwa baba yako, nyumba ya baba yako pembeni kuna mtaro wa maji machafu unaenda kumwambia tajiri aondoke. Hebu unampa masaa 72. Kweli? Unakaa Mbagala yenyewe ndani uko umejificha. Unaenda kumwambia tajiri aondoke kweli? Si wana Simba lakini hao. Wana Simba? Wangu ndio wenye Simba yao. Hakuna shabiki mwenye Simba yake. Hakuna shabiki mwenye Yanga yake. Mwenye timu mwanachama. Si ndio? Pale ukitizama nani? Mwanachama nani? Wale walizungumza jana. Jibia kama ana kadi Jibi mimi natembea uchi.
JB kama atatoa kadi ya Simba anatembea uchi. Naongea maiki hivi. Napelekea